Hapo zamani, katika mji mdogo wa Nazareti, Galilaya, aliishi msichana bikira mnyenyekevu aitwaye Maria. Alikuwa ameposwa na mwanamume mwema aitwaye Yusufu, ambaye alikuwa seremala na wa ukoo wa Mfalme Daudi. Maisha yao yalikuwa rahisi, yakijaa matarajio ya kujenga familia ya kawaida katika mila za Kiyahudi za wakati huo. Walimcha Mungu na kuishi kwa kufuata sheria zake, bila kujua mpango mkuu uliokuwa mbele yao. Mwanamke kijana, Maria, akiwa ameketi nje ya nyumba ndogo ya matofali huko Nazareti, akifanya kazi ya mikono kwa utulivu, huku jua la jioni likiangaza. Siku moja ya kawaida, maisha ya Maria yalibadilika ghafla wakati malaika Gabrieli alipomtokea kwa namna ya ajabu. Malaika huyo alileta salamu za neema kuu, akimwambia kuwa amebarikiwa sana kati ya wanawake wote duniani. Maria alifadhaika sana na salamu hiyo, akiwaza moyoni mwake maana ya maneno hayo mazito kutoka kwa mjumbe wa mbinguni. Hofu ilimuingia, lakini uwepo wa malaika huyo ulikuwa wa kustaajabisha na wenye mamlaka. Habari za muda huu, karibu sana kwenye Love Stories TZ. Leo tumekuandalia makala maalum sana inayohusu tukio la kihistoria la kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Tutaangalia kila hatua, kuanzia ujumbe wa malaika kwa Maria, changamoto za Yusufu, mpaka kuzaliwa kwake katika hori la ng'ombe. Ikiwa ndiyo mara yako ya kwanza hapa, usipitwe. Gusa kitufe cha subscribe sasa hivi na usiache kulike video hii ili itufikie wengi zaidi. Naomba nikuulize swali dogo. Unadhani ni changamoto gani kubwa zaidi walioipitia Yusufu na Maria safarini? Ningeipenda kusoma komenti yako hapo chini. Basi bila kupoteza wakati, twende pamoja tukaangalie simulizi hii. Malaika Gabrieli akiwa na mabawa meupe na nuru inayong'aa, akisimama mbele ya Maria aliyeogopa, akinyoosha mkono wake kumsalimu ndani ya chumba chake. Malaika Gabrieli alimtuliza na kumweleza kusudi la ujio wake, akimwambia asiogope kwani amepata neema kwa Mungu. Alimtabiria kuwa atachukua mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu na atajifungua mtoto wa kiume ambaye ataitwa Yesu. Malaika alisisitiza kuwa mtoto huyo atakuwa mkuu, mwana wa Aliye Juu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho milele. Hili lilikuwa jambo lisilowezekana kibinadamu kwa sababu Maria alikuwa bado bikira. Picha ya karibu ya uso wa Maria ukionyesha mshangao na unyenyekevu wakati malaika Gabrieli anaendelea kuongea naye, huku nuru ya dhahabu ikiwakilisha Roho Mtakatifu ikimshukia. Ingawa alishangaa jinsi gani hilo lingewezekana, Maria alionyesha imani kubwa na utii usio na shaka kwa mapenzi ya Mungu. Alijibu kwa unyenyekevu mkubwa, "Tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema." Baada ya jibu hilo la kukubali, malaika aliondoka zake, akimwacha Maria akiwa na mzigo mzito na baraka ya kubeba mkombozi wa ulimwengu tumboni. Maria akiwa amepiga magoti kwa unyenyekevu, mikono imekunjwa kifuani kwa sala, akitazama juu mbinguni kwa ishara ya kukubali mapenzi ya Mungu baada ya malaika kuondoka. Wakati huo huo, Yusufu alipogundua kuwa mchumba wake Maria ni mjamzito kabla hawajaoana rasmi, alifadhaika sana moyoni mwake. Akiwa mtu wa haki na asiyetaka kumwaibisha Maria hadharani, alikusudia kumwacha kwa siri ili kulinda heshima yake. Hali hii ilimletea mawazo mazito na usingizi wa mangamungu, akitafakari uamuzi sahihi wa kuchukua katika hali hiyo ngumu. Yusufu, mwanamume wenye ndevu, akiwa ameketi kwenye benchi la mbao usiku, ameinama kichwa chake mikononi mwake kwa huzuni na mawazo mazito. Alipokuwa bado anatafakari hayo, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto ili kumpa ufafanuzi na kumtoa hofu. Malaika alimwambia Yusufu, mwana wa Daudi, usiogope kumchukua Maria mkeo, maana mimba alionayo ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Alimwagiza amuite mtoto huyo Yesu, kwa maana ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Yusufu akiwa amelala usingizi mzito, na katika ndoto yake anaona sura ya malaika akizungumza naye kwa upole, akimupa agizo. Baada ya kuamka,
Yusufu alifanya kama alivyoagizwa na malaika, akamchukua Maria kuwa mke wake rasmi na kumlinda. Katika siku hizo hizo, amri ilitoka kwa Kaisari Agustu, mtawala mkuu wa dola ya Rumi, kwamba watu wote ulimwenguni lazima waandikishwe katika sensa. Amri hii ya serikali ilikuwa ya lazima na ilibadilisha mipango ya watu wengi, ikiwemo familia hii takatifu iliyokuwa inatarajia mtoto. Askari wa Rumi akisoma tangazo la sensa kutoka kwenye gombo la karatasi katikati ya soko lenye watu wengi, huku watu wakisikiliza kwa makini. Sheria ya sensa ilitaka kila mtu aende kuandikishwa katika mji wa asili wa ukoo wake ili kuhesabiwa kwa usahihi. Kwa vile Yusufu alikuwa wa ukoo wa Mfalme Daudi, ilimlazimu yeye na Maria kuondoka Nazareti na kuelekea Sungu. Walipaswa kwenda Yuhadi katika mji uitwao Bethlehemu, mahali palipozaliwa Daudi, safari ambayo ilikuwa ndefu na ngumu kwa mwanamke mjamzito. Yusufu na Maria, akiwa mjamzito sana, wakifunga mizigo yao michache tayari kwa safari, wakiangalia ramani au njia inayoelekea nje ya mji wa Nazareti. Safari kutoka Nazareti kwenda Bethlehemu ilikuwa na umbali wa takriban maili 80 au 90, ikipita milima na mabonde ya nchi ya Israeli. Kwa Maria, ambaye mimba yake ilikuwa imefika mwishoni, safari hii haikuwa rahisi hata kidogo. Ilijaa uchovu na maumivu ya mgongo. Walitembea polepole, labda wakisaidiwa na punda kubeba mizigo yao, na wakati mwingine kumpa Maria nafasi ya kupumzika miguu yake iliyovimba. Mandhari ya njia ya vumbi yenye milima, Maria akiwa amepanda punda anayeongozwa na Yusufu anayetembea kwa miguu, wote wakionekana wamechoka chini ya jua kali. Siku zilipita wakiwa njiani, wakikabiliana na joto la mchana na baridi kali ya nyakati za usiku jangwani. Walilazimika kubeba chakula chao wenyewe na kutafuta mahali salama pa kupumzika kando ya barabara walipokuwa wakielekea kusini. Kila hatua ilikuwa ni jaribio la imani na uvumilivu wao, lakini walijua kuwa walikuwa wakitimiza wajibu wa kiraia na pia mpango wa Mungu usioonekana. Yusufu na Maria wakiwa wameketi kuzunguka moto mdogo wakati wa usiku, wakila chakula kidogo, huku nyota zikiwa zimetanda angani juu yao. Hatimaye, baada ya siku kadhaa za safari ngumu, walifika katika mji mdogo wa Bethlehemu, mji wa kihistoria wa mababu zao. Mji ulikuwa umejaa watu wengi sana waliofurika kutoka pande zote za nchi kwa ajili ya zoezi hilo la sensa. Kelele za wasafiri, wafanyabiashara na wanyama zilijaza hewa na kufanya mji uonekane wenye shughuli nyingi kuliko kawaida yake. Lango la kuingilia mji wa Bethlehemu likiwa limejaa watu wengi wanaoingia na kutoka, kukiwa na msongamano wa watu na wanyama. Yusufu alianza kutafuta mahali pa kulala, akienda nyumba moja hadi nyingine na hoteli hadi hoteli, akiulizia chumba cha kupumzika. Kila mahali alipogonga, jibu lilikuwa lile lile la kukatisha tamaa: hakuna nafasi. Vyumba vyote vilikuwa vimejaa wageni wengine. Hali ya Maria ilizidi kuwa mbaya na hitaji la kupata mahali pa faragha kwa ajili ya kujifungua lilikuwa la dharura sana. Yusufu akizungumza na mwenye nyumba ya wageni mwenye uso wa kukataa mbele ya mlango uliofungwa, huku Maria akionekana kuwa na maumivu nyuma yake. Kwa kukosa njia nyingine na wakati wa kujifungua ukiwa umewadia, walielekezwa kwenye sehemu ya chini ya nyumba ambayo ilitumika kama zizi la wanyama. Hapa palikuwa mahali pa baridi, penye harufu ya nyasi na wanyama wa kufugwa kama ng'ombe na kondoo, mbali sana na faraja ya nyumba au hospitali. Ilikuwa ni katika mazingira haya duni na ya kimaskini ndipo mfalme wa wafalme alipokaribia kuingia duniani. Sehemu ya ndani ya zizi au pango lenye giza kiasi, likiwa na nyasi kavu sakafuni na ng'ombe wawili na punda wakiwa wamesimama pembeni wakitafuna nyasi. Usiku huo mtakatifu, katika ukimya wa zizi hilo mbali na kelele za mji, Maria alimzaa mwanawe kifungua mimba. Ilikuwa ni wakati wa furaha iliyochanganyika na maumivu, lakini zaidi ya yote, ilikuwa ni wakati wa muujiza mkuu wa Mungu kuwa mwanadamu.
Nuru mpya iliingia ulimwenguni kupitia kuzaliwa kwa mtoto huyu mdogo asiye na hatia katikati ya wanyama. Maria akiwa amemshika mtoto mchanga aliyezaliwa karibu na kifua chake kwa upendo mwingi, huku Yusufu akitabasamu akiwa kando yake, wote wakiwa ndani ya zizi. Kwa kukosa nguo za kifahari au kitanda cha mtoto, Maria alimvika vitambaa alivyokuwa navyo, akimfunika kwa uangalifu ili kumpa joto. Kitendo hiki cha unyenyekevu kilionyesha hali halisi ya kuja kwa Kristo duniani, si kwa fahari, bali kwa usajili mkubwa. Upendo wa mama kwa mtoto wake ndio ulikuwa faraja kubwa katika mazingira yale magumu. Mikono ya Maria ikimfunga mtoto Yesu kwa uangalifu katika vitambaa vyeupe vya sufi, akimhakikishia amefunikwa vizuri. Kinesha alimlaza kwa upole ndani ya hori la kulia ng'ombe, chombo kilichotumika kuwekea chakula cha wanyama kilichojazwa nyasi safi. Hilo hori likawa kitanda cha kwanza cha Mwokozi wa ulimwengu, ishara ya kushangaza ya unyenyekevu wake tangu mwanzo wa maisha yake duniani. Huko Bethlehemu, katika utulivu wa usiku, ahadi ya kale ilikuwa imetimia kwa njia isiyotarajiwa. Mtoto Yesu akiwa amelala ndani ya hori la mbao lililojazwa nyasi kavu, akionekana mtulivu, huku nuru hafifu ikimwangazia. Wachungaji na furaha ya mbinguni. Wakati huo huo, katika mashamba yaliyozunguka Bethlehemu, kulikuwa na wachungaji waliokuwa wakikesha usiku kulinda makundi yao ya kondoo dhidi ya wanyama wakali. Ilikuwa ni usiku wa kawaida kwao, wakiwa wamezoea giza la usiku na ukimya wa malishoni, wakipiga hadithi, kupeana kampani. Hawakuwa na habari yoyote kuhusu tukio kuu lililokuwa limetokea mjini muda mchache. Ghafla, giza la usiku lilipasuliwa na nuru kuu iliyowazunguka, na malaika wa Bwana akawatokea katikati ya utukufu huo. Wachungaji hao walishikwa na hofu kuu kuona maono hayo ya mbinguni yasiyo ya kawaida. Malaika aliwatuliza akisema, "Msiogopi, kwa kuwa mimi ninawaletea habari ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote." Malaika aliwajulisha kuwa siku hiyo katika mji wa Daudi amezaliwa Mwokozi ambaye ni Kristo Bwana, na akawapa ishara ya kumtambua. Mara baada ya tangazo hilo, jeshi kubwa la malaika wa mbinguni lilitokea likimsifu Mungu na kusema kwa sauti kuu, "Atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe na amani kwa watu waliowaridhia." Anga la usiku likiwa limejaa mamia ya malaika wanaopaa na kuimba, wakiwa wamezungukwa na mawingu ya nuru, huku wachungaji wakitazama juu kwa mshangao. Baada ya malaika kurudi mbinguni, wachungaji walihimizana kwenda Bethlehemu haka ili kuona jambo hilo lililotangazwa na Bwana. Walikwenda kwa haraka na kukuta familia takatifu kama walivyoambiwa, na kumwona mtoto mchanga amelala horini. Walipoondoka, walitangaza habari hizo njema kwa kila mtu aliyemkutana naye, wakimsifu Mungu kwa yote walioyaona na kuyasikia usiku huo mwajabu. Wachungaji wakiwa wameingia ndani ya zizi, wamepiga magoti mbele ya hori la Yesu, huku Maria na Yusufu wakiwatazama kwa tabasamu la furaha.